وقل الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى. Ndugu zangu Waislamu, leo natoa nasaha fupi. Nasaha ya leo au nasiha ya leo, nini maana sakaratul maut? Sakaratul maut ايش maana yake ni nini? Sakara fulani au sakran. Mashekhe wanasema kuna uchungu wa kifo, kwamba mtu anapokufa anapata maumivu. Wanasema roho wakati inatolewa mtu anapata maumivu, na mashekhe wakafika mbali zaidi wakasema hata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wakati anatolewa roho alishapata maumivu. Vipi mimi na wewe? Sasa lugha kama hii, ikiwa Mtume Muhammad kapata maumivu wakati anatolewa roho, vipi mimi na wewe? Hii inaitwa takhwifan, kuwapa watu hofu. Kwenye Qur'anul Karim, kwenye ahadith sahiha, hakuna mafundisho kwamba mtu anapotolewa roho anapata maumivu. Na wakafika mbali zaidi katika Israiliyat, mazungumzo ya Bani Israil, kwamba hata Ibrahim wakati anatolewa roho alipata maumivu kama vile mtu anavuliwa, anachunwa ngozi. Ya akhi, hizo zote ni kadhub, ni uongo. Tukija katika history, si kwamba Mtume Muhammad amekufa. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kipindi anakufa, kwanza alikufa akiwa na Aisha mkewe. Ghafla akaingia shemeji yake Abdullah bin Abi Bakar. Aisha, Mtume Muhammad akatoa ishara kwamba anahitaji mswaki, ishara. Aisha akamuuliza nikupe mswaki, akaashiria kwa kichwa ndio nipe mswaki. Aisha akachukua ule mswaki akawa anampigisha Nabiyullah, Mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kipindi Mtume Muhammad anapiga mswaki, huku Aisha anampakaza maji kwenye paji lake la uso, ndipo Aisha akasikia maneno Mtume Muhammad anasema bali rafiqul a'la, bali rafiqul a'la, ala inna al-mauta la sakarat. Mtume Muhammad akatashahud kwa Allah akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Katika riwaya nyingine Mtume Muhammad anakufa amesema la ilaha illa Allah bali rafiqul a'la, bali rafiqul a'la inna al-mauta la sakarat. Kipindi Mtume Muhammad anasema ala inna al-mauta la sakarat, sakaratul maut katika lisanu la arabi alfasih maana yake sio maumivu, sio waja au sio alam. Sakaratul maut mpaka sukari, ile chai inapotolewa sukari, chai ikawa na ladha na utamu, ni sakru, sukar. Mnifahamu? Kwa almaut, sakarat ni imma kitu kitakuwa kina ladha au kitu kitakuwa hakina ladha. Mfano, يوم القيامة Allah amesema watara an-nasa sukara wama hum bisukara walakinna adhab Allah shadid. Muhammad, يوم القيامة watu wanawake wakina mama watajifungua kabla mimba zijafika muda wa kujifungua, si ndio? Akasema tena watadha'u, akasema tena Allah watara an-nasa sukara wama hum bisukara, utaona watu wamelewa, ile matatizo ya akhiru zaman, ile zilzala, tetemeko dunia itapigwa na tetemeko la ardhi. Utaona watu wamelewa, wama hum bisukara, lakini watu wajifanya hawajalewa. Walakinna adhab Allah shadid, adhab kali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakati mtu anakufa, hadithi ya Mtume Muhammad ni kweli, hadithi ni sahihi. Sakaratul maut, almaut ni sakarat. Sakarat ya akhi ni ile hali ujitambui, yani pale wakati roho inatolewa, upo wapi? Upo duniani au upo kwenye maisha mengine nje ya dunia, yani maisha tofauti na dunia. Ile hali ya kutambua nipo wapi, ile inaitwa sakarat, sakran. Yani mtu fahamu yake ile inakuwa sio. Umefahamu?
mtu akiwa anakufa hata apewe dhahabu, ile dhahabu kwa kile inakuwa haina maana. Ile ndio sakaratul maut. Sakaratul maut sio uchungu wa kifo. Sakaratul maut sio maumivu ya kifo. Kwenye Qur'an al-Karim Allah amesema hivi, watara alladhina kafaru, Muhammad, utaona watu waliomkufuru Allah, watu waliomkataa Allah kipindi wanakufa, almalaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum, malaika wanawapiga sehemu zao za mbele na sehemu zao za nyuma. Umenifahamu? Almalaika yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuqu adhab alhariq, huku malaika wakiwaambia kufaru makafiri, onjeni adhabu yenye kuunguza, adhabu alhariq. Allah amethibitisha adhab inakuwepo kwa kufaru. Kuna tofauti ya mtu anatolewa roho huku anapigwa na malaika, na kuna tofauti kuvuliwa roho kunauma. Yani kuna vitu viwili tofauti. Roho kivuliwa inauma, au kinachopa maumivu ni malaika anawapiga. Hiyo kwa kufaru. Ama Waislam, Allah subhanahu amesema kwenye Qur'an al-Karim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, wale watu ambao kwamba walikiri dunia hii mfalme wao ni Allah, wakawa na msimamo na ile imani yao ya kumwamini Allah, kipindi wanakufa qalu rabbuna thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Kipindi watu wanatolewa roho, wale watu ambao walikuwa na msimamo na Allah subhanahu wa ta'ala, walikiri na walisema Allah ndo mfalme wao, kipindi wanatolewa roho, malaika wanawaambia abshiru, furahini, biljanna, furahieni pepo, allati kuntum tu'adun, pepo ambao mlikuwa mkipewa ahadi kabla ya kifo. Kwa hiyo mu'min hawezi kupata maumivu kipindi anakufa, na hata wanaopata maumivu sio kwamba wanapata maumivu kwa sababu wanatolewa roho, wanapata maumivu kwa sababu wanapigwa. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kipindi anakufa alisema, bali rafiqul a'la ala innal maut la sakarat. Mtume Muhammad alipata maumivu ya humma. Maumivu homa, yani kuna yale maumivu ambayo mtu anayapata kipindi anakufa ya maradhi. Ndiyo Mtume Muhammad alipatwa na maumivu ya maradhi, lakini sio sakaratul maut, ni kwamba al-alam, al-waj'a, maumivu. Hapana. Ala innal maut la sakarat, sakaratul maut ni ile hali ya mtu anakuwa nayo akati roho inatolewa, yunza kwenye mwili wake, anapelekwa katika hayatul barzakh. Mtu anakuwa ajitambui yupo katika maisha gani, ajitambui. Ile ndio sakarat, kama vile mtu ambaye amekunywa pombe hajitambui yeye ni nani. Simenifahamu? Kwa sakaratul maut sio maumivu. Mfano, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alisema hivi, man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu, yote atakayefurahishwa, atakayeipenda siku ya kufa, basi Allah subhana pia anapenda siku hiyo ya mtu ambaye anakufa, kwa sababu anakwenda kukutana na mpenzi wake. Sasa ikiwa almuhib kwa mahabubihi, mtu anampenda Allah, yuhibbu Allah, anampenda Allah, fa ahabba liqa Allah, akapenda ile siku ambayo anakufa. Vipi alliqa'u baina almuhib walmahbub? Yani watu wawili wanapenda kukutana, afu mmoja anasikia maumivu. Yani vipi alalam alwaja', vipi maumivu kwa mtu ambaye kwamba kampenda Allah subhanahu, anakufa, anaambiwa unakwenda kupata maumivu. Kwa ash-shaytan yukhawif awliya, shaytan ndiye anawatia watu uoga, hofu, kwamba watu wachukie kifo. Mu'min hutaki kuchukia kifo ya ikhwanna. Mtume Muhammad aliposema ala innal maut la sakarat, kifo ni sakarat. Kifo maana yake sio uchungu kama mashekhe wanapozungumza. Mbili, kwenye Qur'an al-Karim Allah amesema, ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ulidhani ahlul ilmi, ulidhani ulama, ulidhani mashekhe, nini maana an-nafsu al-mutma'inna? Nini tuma'aninatu an-nafs? An-nafs ndio roho. Roho ina majina mengi, ar-ruh, an-nafs, kama vile ilivyokuwa bashar, insan, ibnu adam.
Binadamu ana majina mengi na roho pia na majina mengi. Miongoni mwa majina ya roho ni nafsun. Ya ayyatuha nafs, ay ya ayyatuha ruh, irji'i ila rabbik radiyatan marudiyya. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Roho kipindi inatolewa kwa mtu anaambiwa ewe roho yenye utulivu. Ikiwa kuna maumivu, vipi mtu anapata utulivu? Ikiwa kuna utulivu, vipi mtu anapata maumivu kipindi anatolewa roho? Kwa hiyo ya ayyatuha nafsul mutma'in, roho ya mtu mwenye utulivu, irji'i ila rabbik, rudi kwa mfalme wako, radhiya, Allah ameridhika na wewe, marudhiya, na wewe pia umeridhiwa na Allah subhanahu. Irji'i ila rabbik radiyatan marudhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kwa nasaha yangu mimi, waumini hamtakii kuogopa kifo. Katika sehemu ambazo zina sharaf, katika sehemu ambazo ni neema, sehemu za kufurahi ni mtu kufurahia siku yako ya kufa. Ndio siku ambayo kwamba unakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud alisema inna lishaitani lamma wa inna lilmalaki lamma, inna lilmalaki lamma wa inna lishaitani lamma. Shaitan ana uwezo kuwapa watu wahi wa uongo. Shaitan ana uwezo kuwapa watu ufunuo wa uongo. Shaitan ana uwezo kuzungumza na watu kama ilivyokuwa malaika ana uwezo kuzungumza na watu. Kwa shaitan anawatumia baadhi ya mashekhe miskitini kuwatisha watu waogope kifo, kwamba kifo ni maumivu, sakaratul maut, kifo. Mpaka Mtume Muhammad kapata maumivu kipindi anatolewa roho, maumivu. Ya akhi, kifo sio maumivu, kifo ni neema. Katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kampa mtu ni neematul maut, neema ya kifo. Kwa hiyo kifo utakikogopa, kifo ni sehemu moja katika hatua za kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Logical aingia haikubaliki kwamba vipi mtu amefanya ibada miaka yake yote, mtu amefanya haji kwa gharama zote, mtu amekesha usiku miaka yote, kisha nakufa, anatolewa roho, anapata maumivu. Vipi Mtume Muhammad akapigana vita, Nabiyullah alayhi salatu wassalam, vipi masahaba wamepigana vita alafu leo wanakufa wanapata maumivu? Maumivu ya ni uongo. Mtu anapokufa apati maumivu ni histori za Bani Israil, histori za Mayahudi na Manasara, kwamba malakul maut anapokuja akimtoa mtu roho, maumivu yake ni kama vile mtu anavuliwa ngozi, kama vile mbuzi au mnyama anavyochunwa ngozi yake. Ni uongo. Hakuna hadithun sahihun thabitu anin nabii imetoa maelekezo kama hayo. Mtume Muhammad ametuambia man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, yoyote atakayependa siku yake ya kifo, siku ambayo anakwenda kukutana na Allah, basi pia Allah subhanahu anapenda siku hiyo kwenda kukutana na mtumwa wake. Tukitu hapo, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.